Bwana asifiwe. Jamani, nataka tu niwaambie kwamba kinachosumbua wanadamu ni imani. Imani ndio shida kubwa kwenye maisha ya wanadamu. Kuna watu wengine wanaomba sana, Ngoja nikwambie, hakuna kitu kinaitwa kuomba. Naomba nikwambie kabisa, tufike level sasa tuanze kukua kiroho, tukue kiroho ikiwezekana, ili tuweze kukua kimwili pia tunahitaji kukua kiroho. Hii swala vile ambavyo tumelelewa na baba zetu wale waliotufundisha mara ya kwanza kwa habari ya kwamba omba sana, funga sana, imetusumbua sana. Naomba nikwambie kitu fulani. Biblia inasema hivi, mwenye haki ataishi kwa imani. Hataishi kwa maombi. Kinachosumbua saizi kama watu wangekuwa wanapata msaada kwa habari ya kufunga. Jamani, nafikiri sisi walokole wetu sisi tungekuwa matajiri sana. Lakini kinachosumbua ni imani. Mwenye haki anaishi kwa imani. Yesu alisema hivi, alipokuwa anaponya, anasaidia watu, alikuwa anasema imani yako imekuponya. Lakini kinachosumbua sasa ni lack of knowledge, I don't know what, lakini niseme tu kwamba hivi, kaa katika imani. Imani ni kile unachoamini. Imani sio bayana. Mimi naweza nikamwambia liko kinyume, kwa sababu ukiniambia na Biblia mbona na challenge Biblia, sio kama na challenge Biblia. Hata Yesu pia alichallenge Biblia aliposema kwamba kama kuna mtu mwenye shida aje mpige huyu mama, na akasema sijaja kuitangua Torati bali nilikuja kuitimiliza. Kwa maana hiyo nikwambie, imani ni kile unachoamini. Tuache na mambo ya kina Ibrahim, ya kina Petro, ya kina Paulo sisi hatuamjui. Katika maisha tunayonayo sasa hizi Paulo hatumjui jamani, tuseme tu ukweli. Paulo hatumjui kwa sababu Paulo, mimi hata sidhani kama ngoja nikuulize, wewe unamfahamu Paulo? Wewe unayenitazama. Paulo tunamsoma, ni kitabu, iko ndani ya kitabu. Ni sana mtu akiniambia kwamba kulikuwa kuna Nyerere, kuna watoto wadogo saizi hawamjui Nyerere waliozaliwa juzi. Sasa Paulo alikuwepo lakini hayupo saizi. Kinachosumbua saizi tunataka tuishi maisha ya Paulo, na ndio maana tunafika level tunaona maisha ni magumu, hasa Wakristo. Hebu tubadilike. Mimi nataka nikwambie sasa, Paulo wako leo sema na Nabii Mary. Popote unaponisikiliza, Paulo wako ni Nabii Mary. Nakwambia imani ni kile unachoamini. Kila ambacho utakuwa unaamini vibaya ndivyo utakavyokuwa kwenye maisha yako. Vile unavyoamini vizuri ndivyo utakavyokuwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unabadilisha mtindo wa imani. Tuko kipindi cha .com, sayansi na teknolojia, kipindi ambacho saizi watu wanaenda na mita. Tunashindwa na shetani. Unajua shetani, watu wanaona anavyosema hivyo labda inawezekana unafikiri labda shetani natakiwa tumjue. Shetani naye natakiwa tumjue, tusisahau sana tukakaa na Mungu. Ndio maana unakuta maisha saizi yamekuwa duni, yamekuwa maisha ya ajabu kwa watu kwa sababu ya kuonekana watu tunaishi maisha ambayo hayapo duniani. Kwa hiyo nazungumzia kwa habari ya imani. Imani yako ni kile unachoamini. Ukitaka kuwa masikini utakuwa masikini, ukiwa tajiri utaka kuwa tajiri, na lazima katika kuwa hivyo iaminishe ndani ya moyo wako. Kwa hiyo nataka niongee na wewe leo siku ya Jumapili, Mungu afanye kitu kwenye maisha yako kwa imani yako. Ila acha ushamba fulani katika eneo la imani. Acha kusoma Biblia kupita kiasi. Nimeona watu mitaani wanasoma Biblia mpaka it's like wako confused. Kumbukeni mimi nilipopata baadaye Roho Bwana kana niambia kwa habari ya Biblia, nikagundua kumbe Biblia ni vitabu vilivyoandikwa na manabii kama sisi. Lakini wakati tunakuwa sisi tunaambiwa Biblia ni kitabu kilichotoka mbinguni. Hapana. Jamani, tufika wakati sasa, hebu tubadilike. Ndio maana shetani ameifika wakati ameharibu ndoa, ameharibu maisha, ameharibu kila kitu, anaharibu kwa sababu ya lack of knowledge. Kama Wakristo tumekosa sana tumekosa sana uelewa kimungu, na ndio maana tunateseka kwa kufunga na kuomba na kufanya nini. Imani ni kile unachoamini. Mwenye haki anaishi kwa imani, haishi kwa maombi. Ndio nikwambia hata Yesu mwenyewe ukiangalia kwenye Biblia na vitabu vyake 4 ambavyo tunavyo vya Injili, basi ungekuwa tunaona kila wakati Yesu anaomba, kila wakati anaomba. Lakini hicho kiona tu Yesu alikuwa anaendea anatoa watu, anatoa maponyo. Nilimemwona mara chache tu, mmoja hapo akasoma Biblia akasema neno hili limetimia kwangu. Ilikuwa ni enzi za Yesu, ilikuwa sio enzi za kina Yeremia. Akasema neno hili limetimia kwangu. Akaenda sehemu nyingine akaponya watu, akawa anaponya watu, anaelekeza. Na ninamuona pale anakuwa na watoto wake watatu wale, Petro, Yakobo na Yohana, wanaongea pale. Alikuwa ni mtu ambaye yuko active.
Alikuwa anaenda na wakati, alikuwa currently. So naomba nikwambie kwa habari ya imani leo, wewe unayeamini kitu kwenye maisha yako, acha kufunga kupita kiasi, acha kuomba kupita kiasi, uwe na imani iliyopita kiasi. Mungu atafanya jambo kwenye maisha yako, kwa sababu naona wewe unayenitazama leo, maisha yako ni rahisi tu. Mungu anaenda kuponya ndoa yako, Mungu anaenda kupa kazi yako, Mungu anaenda kupa pesa. Sasa kama usiponiamini ninachokisema ni vile vile. Unaamini uamini. Haya, Jumapili yako ya leo nakutamkia kafanye kitu leo. Kafanye kitu, nenda amini ninachoongea. Kama kazini kwako nenda kazini, baada ya ibada nenda kafanye kazi, afu uone kama Mungu hajakufanyia kazi. Kama hujanipigia simu yangu ni 0752 0489 03. Unaweza kanipigia afu kaona Mungu anavyofanyia mambo makubwa. Yesu akubariki na kupenda sana. Amen.